sana. Sitaki kupoteza muda mrefu. Fungua tu pamoja nami katika kitabu cha Zaburi 20. Zaburi 20. Nataka tuzungumze kidogo pale. Mungu wetu huyu anatenda maajabu. Unaweza kuwa na ujumbe imekusumbua kwa muda mrefu, lakini inapofika dakika ya mwisho unaona Mungu anabadilisha pia tena ujumbe. Amen. Na anakupa ujumbe mwingine. Kwa hivyo nashukuru Mungu, maana Roho Mtakatifu akiwa katika enzi, mambo yake inakuwa sawa. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote ambao mmepatikana katika nyumba ya Bwana. Sio rahisi, ni neema tu imewabeba na imewafikisha leo, imewafikisha mahali ambapo mlipo. Kwa hivyo nasema ni asante kwa wandugu, asante kwa kina mama kwa kufika. Mungu wetu awabariki sana na Mungu wetu akazidi kuwatetea na kuwapigania. Zaburi 20 tutaanzia penyewe. Aliyepata pole, tukiendelea kwa jina la Yesu Kristo. Nataka kuongea juu ya Mungu wetu ambaye ni msaada mkuu. Mungu wetu ambaye anatupigania, ambaye ametutetea, ambaye ametushindania, ambaye amekusaidia. Jinsi ulivyo ni neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Mjaluo akasema achal kama. Hiyo kitu huwa inanifurahisha sana kwa sababu ya huyu Mungu ambaye alituokoa wewe na mimi na akatufanya tufanane jinsi tulivyo. Kwa hivyo Zaburi 20 tutasoma polepole mistari michache na kisha tutamuomba Mungu. Karibu sana kwa jina la Yesu. Nasoma Zaburi 20 kuanzia kwenyewe. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Andiko linasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutekemeza toka Sayuni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Daudi mwana wa Jese anasema Bwana ni jibu. Bwana anaonekana. Bwana anakujua. Bwana anakufahamu. Huyu Bwana anakuelewa. Biblia inasema Bwana akujibu siku ya dhiki. Huyu ni Mungu ambaye anakujua. Huyu ni Mungu ambaye anakufahamu. Huyu ni Mungu ambaye anakuelewa. Huyu ni Mungu ambaye anakujua kwa jina lako. Huyu ni Mungu ambaye anaelewa yale unayopitia. Huyu ni Mungu ambaye ameona kilio chako. Huyu ni Mungu ambaye amesikiliza maombi yako. Huyu ni Mungu ambaye yuko tayari kukutendea. Biblia inasema ya kwamba Mungu akujibu wakati wa dhiki. Jina la Bwana, jina la Yakobo likuinue. Jina la Mungu wetu likuinue. Wakati ambapo tumepitia changamoto zilizo kali, wakati ambapo tumepitia mapito makubwa, wakati ambapo tumepitia dhiki kali, wakati ambapo tumedharauliwa, tumewachwa, wakati ambapo tumesimangwa, tumechekelewa, wakati ambapo watu wanasema hakuna kitu kitapatikana kwako, wakati ambapo watu wanasema na wewe uliumbwa namna gani, wakati watu wanakuangalia wanakulinganisha na wengine, wanasema na wewe kwa nini unafanana hivi, watu wanakucheka, wanakuonyesha vidole, watu wamekutenga kwa sababu ya maisha ulio nayo, watu wamekuacha kwa ajili ya mateso ulio nayo, watu wamekudharau kwa ajili ya vita unazopiga, watu wamekukimbia kwa ajili ya mambo makubwa ambayo unakumbana nayo. Hakuna mwingine ambaye anaweza kukusaidia. Hakuna mwingine ambaye anaweza kusonga karibu na wewe. Hakuna mwingine ambaye anaweza sema leo ninaenda kutafuta fulani, mbona haya yamempata na haya anakumbana na haya. Wewe unapiga vita ukiwa peke yako, na katika hiyo hali unapopiga vita, katika hiyo hali umebebeshwa mizigo mizito, katika hiyo hali uko na machungu moyoni mwako, katika hiyo hali umebaki peke yako,
yako. Katika hiyo hali umechekelewa na kutengwa, katika hiyo hali hakuna rafiki wa karibu. Biblia inasema ya kwamba Daudi mwana wa Jese anatuambia, na Mungu wetu akujibu wakati wa dhiki. Yeye aliye msaada wetu, yeye aliye tumaini letu. Mungu wa Yakobo akuinue. Kumbe wakati unapitia dhiki hauko peke yako. Wakati ambapo unapitia matatizo hauko peke yako. Wakati ambapo unaona mlima umekuwa mrefu hauko peke yako. Mungu wa Yakobo anakuangalia. Mungu wa Yakobo anakuchungulia. Mungu wa Yakobo anangojea kusikiliza ni maneno gani unatamka, ni jambo gani unataka akutendee, ni mambo magani unataka akufanyie. Biblia inasema na Mungu wa Yakobo akuinue, Mungu wa Yakobo akutetee, Mungu wa Yakobo akupiganie, Mungu wa Yakobo akuwezeshe, Mungu wa Yakobo akusongeshe mbele, Mungu wa Yakobo akupe neema ya kuweza kuendelea na kusonga mbele, Mungu wa Yakobo akukumbatie, Mungu wa Yakobo asonge pamoja nawe unapopitia matatizo. Mungu wetu hakuachi kamwe. Alivyokuwa na Shadrach, Meshaka, Abednego, yeye alisema hata tuacha, ako pamoja nasi. Kwa hivyo matatizo tulio nayo, tuko na Mungu ambaye anatusaidia. Tuko na simba wa kabila ya Yuda, jina lake likitajwa lazima mema yatapatikana. Jina la Bwana likitajwa lazima ukuu wa Bwana tutaupata. Jina la Bwana likitajwa anapanguza machozi. Biblia inasema ya kwamba na Mungu akujibu wakati wa dhiki, Mungu akujibu wakati wa mateso, Mungu akujibu kwa hayo majina ambayo umepewa, Mungu akujibu mahali ambapo umewekwa, Mungu akujibu mahali ambapo umewachwa, Mungu akujibu mahali ambapo umetengwa, Mungu akujibu mahali ambapo hauwezi pita. Hapo ndipo unapita, maana Bwana Mungu wetu wa Yakobo yeye yuko pale kukuinua. Ananyosha mikono na anakushika, ananyosha mkono na anakusaidia, ananyosha mkono na anakuwezeshea. Anakuambia mwanangu, jipe moyo, wewe endelea mbele. Mwanangu, jipe moyo, wewe usikate tamaa, maana Bwana yuko pale, amekuja kukuokoa. Biblia inasema ya kwamba anapokuja kukuokoa anakuletea msaada kutoka patakatifu pake. Si ati anakuja bure, anakuja na kitu mkononi, anakuja kukutia moyo, anakuja kukufariji, anakuja kukusaidia, anakuja kukuambia endelea. Aliambia wana wa Israeli, simameni hivi leo na mungoje muone jinsi nitakavyowatendea. Huyu ndiye Mungu ambaye anakuja na msaada wake. Dada yangu, ndugu yangu, mahali ambapo umefika, hauna rafiki, hauna jirani, hauna dada, hauna ndugu, wewe simama pale, ngojea msaada wa Bwana unakuja, ngojea neema ya Bwana inakuja, ngojea ushindi wa Bwana unakuja, ngojea nguvu za Bwana zinakuja, ngojea neema ya Bwana inakuja. Mungu wetu atakubeba na atakusaidia, Mungu wetu atakubeba na atakuwezeshea, Mungu wetu atakubeba na atakusongesha mbele. Haleluya, Bwana asifiwe. Asubuhi tumekuwa tukisikia maneno ya kwamba ukinyenyekea mikononi mwa Bwana, Bwana hata kuacha uangamie, Bwana hata kuacha uteseke, Bwana hata kuacha uzimie. Wakati ambapo mama mjane alikuwa tuna mtoto wake, watu wawili hawana chakula, wamebakisha unga kidogo na mafuta kidogo, wanasema ya kwamba tunaenda kuokota kuni tupike mkate tukule na kisha tukufe. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo mama mjane alikuwa anaokota kuni akiwa anajitayarisha kwenda kupika akule na akufe, malaika wa Bwana alituma msaada pale, na Jehova Mungu akamshukia akamwambia, hata kama hauna, lakini nitengenezee mimi kwanza kitu nikule. Wakati ambapo alitengeneza kitu na Yesu Kristo akakula, Biblia inasema ya kwamba kwa
hiyo boma chakula ilijaa tele tele. Kwa hiyo boma huyo mama mjane hakupungukiwa. Mapipa ya mafuta ilijaa, mapipa ya unga ilijaa. Nataka kukuambia tuko na Mungu. Saa hii tuko tunahubiri Voice at 70. Tunatengeneza mkutano wetu. Huenda mambo yamekwama, huenda mambo hayajaenda sawa. Huenda unajiuliza na hizi pesa nitatoa wapi? Wengine wanasema labda kutoa tumetoa, tumechoka, tumefika mwisho. Wengine wanasema mimi nimejaribu na sijaona, mimi nimetumikia Mungu na sijaona. Dada yangu, nataka kukuambia Mungu wetu ni Mungu ambaye analeta msaada kutoka patakatifu pake. Jinsi ambavyo alikumbuka huyu mama mjane, yeye atakukumbuka leo. Jinsi alikumbuka mama mjane na mtoto, yeye anakukumbuka leo. Maisha yako hayatabaki sawia. Jinsi ambavyo umekuwa ukienda mbele za Bwana, jinsi ambavyo umekuwa ukitumika mambo yako, jinsi ambavyo umekuwa ukimtolea, msaada wa Bwana unakuja kwako, rehema za Bwana zinakuja kwako. Mungu wetu hatakuacha uangamie, analeta msaada kutoka patakatifu pake. Huyu mama kama angekuwa mchoyo, aseme ya kwamba sina na sina, hangelipata. Lakini wakati alisikia sauti ya Mungu na akasikiliza na akasema, hii ni sauti gani ninasikia? Aliingia ndani na akatengeneza kwanza na akampatia akakula, na alipokula Biblia inasema ya kwamba hawakukufa, waliishi. Bwana asifiwe. Unapomtumikia Bwana hautashindwa na hautakufa. Unapomtumikia Bwana hautazimia. Unapomtumikia Bwana hautapungukiwa. Unapomtumikia Bwana gala lako litajaa. Unapomtumikia Bwana mafuta yako hayatapunguka. Unapomtumikia Bwana, wakati umekuwa wagorogoro, tumekula kwa ajili Mungu wetu yu hai. Hakuna siku walio wa Mungu wamelala njaa, ambao wanaenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu. Mungu wetu anakuletea msaada ulipo. Mungu wetu analeta msaada ulipo, ndugu yangu. Mungu wetu analeta msaada ulipo. Analeta msaada wake kwa wakati unayofaa. Analeta msaada wake kwa dakika ambazo zinatakiwa. Analeta msaada wake kwa wakati ambao unastahili. Licha ya kwamba watu wamecheka, licha ya kwamba wamekudharau, licha ya kwamba wamekuweka chini, licha ya kwamba wamekukanyagia, licha ya kwamba wamekuzuilia, licha ya kwamba wamekupa majina, licha ya kwamba umebaki peke yako, licha ya kwamba wa ukoo wamekukimbia, Biblia inasema Mungu wetu ni wa neema. Anakuletea msaada kutoka patakatifu pake. Anakuletea msaada wake. Msaada wa Jehova ni wa milele. Msaada wa Bwana haupungui. Msaada wa Bwana haukomi. Msaada wa Bwana haukwishi. Msaada wa Bwana ni wa milele. Anakuletea kutoka patakatifu pake. Haleluya. Mungu wetu anatuletea msaada kutoka patakatifu pake na anakusimamisha toka Sayuni. Bwana asifiwe. Amina. Yes, anasimamisha miguu yako mwambani. Waliodhania utakufa wanaona hakuna kifo, wewe bado unaendelea. Bwana asifiwe. Walioona umefika mwisho wanaona ndio unasonga mbele na kwako kunabadilika. Bwana asifiwe. Walioona ya kwamba wewe unazimia, patakatifu pa Bwana anakutendea mema na neema ya Bwana inakubeba. Wewe unakimbia ndani ya uwepo wa Bwana, unakimbia ndani ya nguvu za Bwana, unakimbia ndani ya kibali cha Bwana, unakimbia ndani ya uweza wa Bwana, unakimbia ndani ya uzuri wa Bwana, unakimbia ndani ya furaha ya Bwana, maana Bwana amekuona, yeye amekusaidia na yeye amekutengemeza. Wewe hautashindwa. Anaondoa miguu yako ndani ya udongo wa utelezi. Anaondoa miguu yako ndani ya udongo wa utelezi. Anaondoa miguu yako ndani ya mashimo. Anaondoa maisha yako ndani ya mahema uliowekewa. Anaondoa uzao wako ndani ya mahema waliowekewa. Anaondoa uzao wetu mahali ambapo wametupwa. Bwana anatusimamisha mwambani. Walioona siku zimekwisha wanaona siku zinaendelea. Waliosema unamaliza miaka 3 wanaona miaka 10 zimekwisha. Waliosema ndoa utasimama wanaona ndoa yako imesimama.
mama walioona utakaa na mume, wanaona mama umekaa na mume, walioona ya kwamba wewe ni kwisha, wanaona ya kwamba wewe ni wa faida. Nataka kukuambia Mungu wetu leo anatuletea msaada toka patakatifu pake, na anatengemeza miguu zetu mwambani, anasimamisha miguu yetu. Maadui wakiona tumesimama wanakimbia, maadui wakiona tumesimama wanafedheka, maadui wakiona tumeshinda wanasononeka, maadui wakiona tunapenya wanasarenda, wanasema huyu hatumwezi, kwa sababu uko pamoja na Jehova. Mungu wetu atuletee msaada toka patakatifu pake. Mungu wetu atuletee msaada toka patakatifu pake, na akusimamisha wewe na mimi tulio Sayuni ya sasa. Haleluya, amen. Mstari wa 3, azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Daudi anatuambia azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Tumekuwa tukimtolea Bwana, tumekuwa tukitoa dhabihu, tumekuwa tukitoa sadaka. Wakati wanasema tunasindikisha. Wakati wanasema kama kwa mfano saa hii tuko na matanga ya sub-region, tunatoa. Wakati ambapo tunasema ya kwamba fulani huyu anahitaji msaada, tunaweka vichwa pamoja, tunaweka vitu vyetu pamoja kama ushirika, tunaweka vitu vyote pamoja, tunamega mkate pamoja, tunatoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu atakumbuka hiyo sadaka yako ambao umekuwa ukitoa. Hizo dhabihu ambazo umekuwa ukimtolea Bwana hazitaenda bure. Mungu wetu yuko pale kuziangalia na kujibu. Mungu wetu yuko pale kuziangalia na kutenda. Mungu wetu yuko pale kuangalia na kutimiza neno lake, ya kwamba hatuwezi kumtumikia Bwana na tukabaki sawia. Hatuwezi kumtumikia Bwana na tukaweza kushindwa. Hatuwezi kumtumikia Bwana na madharau yakajaa maishani mwetu. Hatuwezi kumtumikia Bwana na tukabaki tu wa mama fukara. Hatuwezi kumtumikia Bwana tukabaki wa ndugu fukara. Mungu wetu anaangalia hizo sadaka, anaangalia hayo matoleo yako ambao umekuwa ukitoa, anaangalia hizo pesa ambazo umekuwa ukipanda katika nyumba ya Bwana, umekuwa ukipanda katika shamba la Bwana. Wewe unapanda na unangojea zimee, wewe unapanda na unangojea ikue. Wakati ambapo watu walikuwa wanapanda mwezi wa 3, waliweka mbegu mchangani, na walipoweka mbegu mchangani hakuna aliyejua itamea ama haitamea. Walikuwa wanasema ajuae ni Mungu. Mbegu inapoanguka mchangani inaoza. Mbegu inapoanguka mchangani haujui kama ndege wamekuja wamekula, lakini baada ya siku chache, muda wa mahindi na maharagwe ikifika kuota, utapata ya kwamba shamba imeanza kubadilika. Vitu vimeanza kumea, vitu vimeanza kukua, vitu vimeanza kuchipua pale. Hivyo ndivyo ilivyo nasi wakati ambapo tunamtolea Bwana matoleo, wakati ambapo tunatengeneza mkutano wetu wa mwezi wa 8, tunapanda shamba la Bwana. Wewe haujui itamea siku gani, haujui itaota siku gani, haujui tutavuna siku gani. Wewe panda, fanyia Mungu kazi, fanyia Mungu kazi. Mungu wetu achelewi. Last Sunday tulikuwa tunasikia ndugu yetu akisema ya kwamba alipokuwa mahali hapa yeye alitumikia Bwana, na ni ukweli alitumikia Bwana, alitoa mali zake zote kwa Bwana, alikuwa anafanyia Bwana, anafanyia Bwana. Leo hii alikuwa anatuambia ya kwamba anavuna alichopanda hapa Webuye. Nataka kukuambia ya kwamba hata wewe wakati wa kuvuna ikifika, utakuwa unasema nimemuona Mungu. Wakati wa kuvuna ikifika, utasema nimeona Bwana akitenda. Mungu wetu habadiliki kamwe. Mungu wetu ni wa jana, leo na milele. Ahadi zake ni za milele, rehema zake ni za milele. Kwa hivyo Bwana akumbuke sadaka yako, akumbuke dhabihu ambao umemtolea. Wacha tumtolee
tumtolee Bwana kwa moyo safi, tumtolee Bwana tukiwa tunanyenyekea, tumtolee Bwana kwa furaha. Tusitoe tukiwa tunanung'unika, tusitoe tukiwa tunalia, tusitoe tukiwa tunaomboleza, tusilie tuseme imetuchosha. Wewe ukiwa nayo, toa kwa nyumba ya Bwana. Jehova anakuangalia, Jehova anakujua, Jehova anakufahamu, Jehova anakuelewa. Na Biblia inasema hiyo sadaka haitaenda bure. Hiyo sadaka Bwana anajibu, hiyo sadaka Bwana anatenda, hiyo dhabihu Bwana anaangalia, hiyo kilio Bwana anasikiliza, matatizo hayo Bwana anaona. Katika dhabihu na sadaka mitego zinaondoka, kwa dhabihu na sadaka laana zinang'olewa, kwa dhabihu na sadaka mapepo yanakimbia, kwa dhabihu na sadaka neema inashuka, kwa dhabihu na sadaka tunapokea ushindi, kwa dhabihu na sadaka tunapokea afya, kwa dhabihu na sadaka Jehova anatutendea mema. Waacha tuendelee kukimbia, tumekuwa tukikimbia, lakini waacha tukaze mwendo, tuendelee kukimbia na dhabihu, tuendelee kukimbia na sadaka, tuendelee kumtumikia Bwana. Mbingu inafunguka kwa ajili yako, milango zinafunguka kwa ajili yako, mitego zinaondoka kwa ajili yako. Waliosema hautasomesha, unasomesha kwa jina la Yesu. Waliosema hakuna, wanakwenda kwa jina la Yesu. Waliosema hautafaulu, unafaulu kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kumtumikia Bwana, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na matoleo yako, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na sadaka zako, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na maisha yako, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na uhai wako, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na mwili wako, kwa ajili ya kumheshimu Bwana na uzima ulio nao. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana anaangalia. Hiyo sadaka ambayo unatoa sio ya bure. Mjaribu Bwana tena. Ni Mungu ambaye anatenda. Ninajua ya kwamba kuna shuhuda nyingi, ukikuja useme tutoe ushuhuda jinsi ambavyo Bwana ametutendea kwa matoleo, tutatoka hapa kesho. Kwa sababu kazi ya Mungu haiendi bure. Kazi ya Mungu haichakai. Kazi ya Mungu haikufanyi ufedheheshwe. Kazi ya Mungu inakupa nguvu. Kazi ya Mungu inakupa tumaini. Kazi ya Mungu inakupa uzima. Haleluya. Amen. Ruka tuende 7. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema watu wa mataifa, watu wasiomjua Mungu, watu wasiofahamu matendo ya Bwana, wao watataja magari walizo nazo, watataja farasi walizo nazo, watataja mali walio nayo. Lakini wewe na mimi tunayemjua Bwana, Biblia inasema ya kwamba mbali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Bwana asifiwe. Mbali sisi, mbali wewe na mimi, tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Jina la Bwana Mungu wetu ni nguvu. Jina la Bwana Mungu wetu lina uweza. Jina la Bwana Mungu wetu linabadilisha. Jina la Bwana Mungu wetu linarembesha. Jina la Bwana Mungu wetu linafunika. Jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki ukimbilia na wakawa salama. Jina la Bwana linauisha. Jina la Bwana linatetea. Unapotaja jina la Yesu Kristo, lazima shetani akimbie. Unapotaja jina la Yesu Kristo, lazima miungu iname. Unapolitaja jina la Yesu Kristo, lazima watu wakimbie. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo wametaja jina la Yesu Kristo, hao
ambao wanainama chini kwa sababu wanaogopa jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu, jina la Yesu lina uweza, jina la Yesu lina mamlaka, jina la Yesu linatufanya tushinde. Jina la Yesu ni neema kwetu. Unapobeba jina la Yesu, jina la Yesu ni ngome imara. Dada yangu, nataka kukuambia ya kwamba licha ya kwamba watu watataja vitu zao, licha ya kwamba watu watakimbia na vitu zao, wewe anza kukimbia tena na jina la Yesu. Wakati ambapo umekwama, wewe sema jina la Yesu. Wakati ambapo haiwezekani, wewe sema jina la Yesu. Wakati ambapo shetani amekukimbilia na kukunyemelea, wewe taja jina la Yesu. Jina la Yesu linauisha, jina la Yesu linabadilisha, jina la Yesu linakomboa, jina la Yesu linaimarisha, jina la Yesu ni mtetezi aliye hai. Jina la Yesu likitajwa, lazima shetani akiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Jina la Yesu likitajwa, lazima bendera za Bwana zipeperushwe juu. Jina la Yesu likitajwa, wenye ukoma walipona. Jina la Yesu likitajwa, magonjwa yanasikia sauti, nayo yanatii na yanapona. Jina la Yesu liko hai. Biblia inasema ya kwamba walipolitaja jina la Bwana, wao waliinama chini. Lakini sisi tunapolitaja jina la Bwana, tunapolitaja jina la Bwana, tunainuliwa tena. Jina la Bwana linatusimamisha. Jina la Bwana linatupa nguvu mpya. Jina la Bwana linatupa tumaini. Wapendwa, peleleza ndani ya moyo wako. Ni dhiki gani ambazo umekuwa ukipitia? Ni matatizo magani ambayo umekuwa ukikumbana nayo? Ni mambo magani magumu ambayo umeona hauwezi? Leo tutaje jina la Bwana. Inuka kwa miguu yako tunapotaja jina la Bwana. Jina la Bwana linatetea. Jina la Yesu liko mahali hapa. Jina la Yesu linakomboa. Inuka kwa miguu yako tuende mbele za Bwana. Enda mbele za Bwana ukimwambia Jehova, Daudi mwana wa Jese amesema, wewe unatuletea msaada. Mwambie Bwana, uniletee msaada sasa. Hapa nilipo ninakuhitaji. Hapa nilipo ninakungojea. Hapa nilipo ninangoja sauti yako. Umesema unaniletea msaada toka patakatifu pako, na wewe unanisimamisha, unanipa nguvu na tumaini. Mwambie Bwana akusaidie sasa. Mwambie Bwana akupiganie kwa matatizo hayo ulionayo, kwa hizo dhiki ambazo ulizo nazo, kwa hayo magumu ambayo unaona, kwa hiyo milima ambayo imesimama, kwa hiyo milima ambayo iko mbele zako. Unajaribu kupenya, hauwezi penya. Unajaribu kusonga, hauwezi songa. Unajaribu kusimama, umeshindwa. Mwambie Bwana, niletee msaada. Mwambie Bwana, niletee msaada. Mwambie Bwana, niletee msaada. Hapa nilipo ninangoja msaada. Hapa nilipo ninakungojea. Hapa nilipo ninakungojea. Ambia Bwana afungue mbingu kwa ajili yako. Ambia Bwana akumbuke sadaka ambazo umekuwa ukitoa. Ambia Bwana kumbuka matoleo. Ambia Bwana kumbuka dhabihu ambazo nimetoa mbele zako. Mwambie Bwana, kumbuka jinsi nimekwenda mbele zako. Kumbuka jinsi ambavyo nimefanya mbele zako. Ninahitaji msaada sasa. Ninahitaji msaada sasa. Ninahitaji msaada sasa. Ninahitaji msaada sasa. Ambia Bwana asikuache. Ambia Bwana asikuache. Ambia Bwana asikuache. Ambia Baba, niletee msaada. Lia mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nahitaji msaada. Ndoa yangu imekaa jinsi ilivyo. Ninahitaji msaada. Watoto wangu wako jinsi walivyo. Ninahitaji msaada. Familia yangu imekaa jinsi ilivyo. Ninahitaji msaada. Mwambie Bwana, ninakuhitaji. Tembea pamoja na mimi. Enda pamoja na mimi. Maisha haya ni magumu bila wewe. Mwambie Bwana ni magumu. Mwambie Bwana ni magumu. Mwambie Bwana nitoe. Nitoe ndani ya vilio. Nitoe ndani ya dhiki. Nitoe ndani ya milima hii. Nitoe ndani ya majuto haya. Nitoe ndani ya waganga hawa. Nitoe ndani ya ulevi. Nitoe ndani ya ujanja. Nitoe. Ambia Bwana, niletee msaada. Ni wewe tu, ni wewe. Ni wewe tu utaweza. Ni wewe tu utatenda. Ni wewe tu utabadilisha. Paza sauti yako. Mwambie Bwana nitoe. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nipiganie. Mwambie Bwana niwezeshe. Ni wewe tu unatosha. Ni wewe tu unaweza.
Wewe ndiwe msaada wangu, wewe ndiwe tumaini langu, hakuna mwingine wa kukimbilia. Kimbilia jina la Yesu, kimbilia jina la Yesu. Wanapotaja magari, wanapotaja walizonazo, wanapotaja vitu vyao, wewe inua macho msalabani, inua macho yako muangalie Bwana, inua macho yako muangalie Bwana, inua macho yako muangalie Bwana. Bwana analeta msaada, analeta msaada, analeta msaada, analeta msaada kutoka patakatifu pake. Makayandaraba reketerabozeke yanda rimama bababo ya karama reketerabozeke yandarabo. Yesu analeta msaada. Mwambie Bwana, mwambie Bwana usinipite leo. Mwambie Bwana, mwambie Bwana usiniwache. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nitetee. Mwambie Bwana nipiganie. Mwambie Bwana ni wewe unatosha, ni wewe unatosha, ni wewe unatosha, ni wewe unatosha, ni wewe unafanya tena, ni wewe unabadilisha, ni wewe utanipa jina nzuri, ni wewe utanipa maisha mazuri, ni wewe utanipa ufahamu, ni wewe utanibadilisha. Mwambie Bwana niletee msaada. Nahitaji msaada wako, nahitaji msaada, maana peke yangu siwezi. Mwambie Bwana nahitaji msaada. Kipindi nimepitishwa ni kikali. Mwambie Bwana nahitaji msaada. Mahali ulipelekwa ni pabaya. Mwambie Bwana nahitaji msaada. Mahali ulitupwa watu wamekukanyaga. Mwambie Bwana nahitaji msaada. Mwambie Bwana nahitaji msaada. Ambia Bwana nahitaji msaada. Wewe enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, lia mbele za Bwana, paza sauti yako. Wewe usiangalie jirani yako. Vita ni vyako peke yako, matatizo ni yako peke yako, dhiki ni zako peke yako. Mwambie Jehova makataraba reke yendarabozeya rimashakatarababo yantarabababa yakerebozeke yanda reke tarabazaya. Baba anabadilisha, yeye anabadilisha, yeye anabadilisha. Anaguza maisha yetu, anaguza nafsi zetu, anaguza mienendo zetu. Yeye yu hai asubuhi ya leo. Haleluya. Asante Bwana. Jemedari umeabudiwa. Hakuna wa kufanana na wewe. Baba tulete msaada. Uko mahali pale unahitaji tuombe pamoja. Wewe kuja tu mbele kama kungali kuna uwepo wa Bwana. Mungu akuletee msaada wake kutoka patakatifu pake. Mahali hapo ambapo umekwama, Bwana analeta msaada. Anasikia kilio, wewe inuka kuja mbele. Watumishi wa Mungu wataomba pamoja na wacha tuinuke kwa miguu yetu miwili. Ninahisi ndani ya moyo wangu tuombee watoto wetu walio shuleni, tuwafunike na damu ya Yesu. Tutengeneze ukuta wa moto kwa watoto wetu ili jina la Yesu liwatetee, jina la Yesu liwapiganie, jina la Yesu liwahifadhi. Wacha tuinuke, inua tu sauti yako, taja hao watoto kwa majina yao. Watoto wako unawajua, watoto wa ndugu zako, watoto wa majirani, wataje kwa majina ya kwamba jina la Yesu liwatetee. Wataje tu kwa majina ya kwamba katika masomo yao jina la Yesu likanene mazuri, jina la Yesu likanene makuu. Asante mwaminifu, wewe ni Bwana, wewe ni mkombozi, Mungu liye hai. Tunainua watoto wetu, tunakukabidhi Jehova. Tunajengea ukuta wa moto watoto wetu, unawalinda Baba walipo siku ya leo, unawafunika na damu yako Bwana, kuanzia wale walio tumboni, wale ambao wananyonya, wale ambao wako baby class, wale ambao wako PP1, wale ambao wako PP2, walio Baba grade ya 1 mpaka ya 9. Wewe Mungu unaenda pamoja nao. Walio secondary schools, wewe Bwana unaenda pamoja nao. Walio colleges na universities, tunawaweka mikononi mwako. Wanaofanya kazi Bwana, tunawaweka ndani ya damu yako. Damu ya Yesu inawalinda na inawakumbatia, inawatetea Mwokozi, maana wewe ni Bwana. Umesema unatuletea msaada. Leta msaada kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu hawatapungua, watoto wetu hawatawachwa, watoto wetu hawatazimia njiani, watoto wetu hawatachokea njiani. Wameanza na wanamaliza, wameanza na wanasimama, wanaendelea kwa jina la Yesu. Asante maana wewe ni mkombozi. Uabudiwe Yesu maana unaweza. Asante Simba wa Yuda. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba.
na kanisa tuseme amen. Unisaidie tu, ama kofi ya God bless you.